la kuchinjwa dada yetu na mtoto ni kitendo kilichoumiza familia sana. Kwa usemi unaonekana alikuwa anaishi na mwanae huyu ni kama vile maadui, kwa sababu kijana anavuta bangi, saa zingine anamfuata mama yake, anamwambia mama umependeza. Ina maana huyu kijana alikuwa anamtamani mama yake. Taarifa nilizozipata, nimepigiwa simu na mdogo wangu kwamba umepata taarifa za msiba. Nikamwambia sijazipata. Nani amefariki? Akaniambia dada Zauda amefariki. Mbona sikupata taarifa akiwa anaumwa? Akasema hapana, amechinjwa na mtoto wake usiku saa hizi. Akasema hata mimi nilizozipata taarifa na hisi ni saa hizi walivyokuwa na ugomvi. Nikamwambia sasa kilichofanyika ni kitu gani? Kulikuwa na tatizo gani labda kuanzia muda mrefu labda? Maana mimi niko mbali kidogo, niko kijiji cha Majengo, lakini nikata hii ya Kashi. Akaniambia ni hao vijana wanayetumia hizi sigara kubwa hizi, unaona. Kwa hiyo kimepelekea paka kumuua mama yake. Mimi basi hatua niliyochukua ni kutafuta usafiri, maana nakaa Majengo. Nimefika hapa muda si mrefu, maaskari nao ndio hao wakawa wanatuliza watu na gari ikawa imefika ile na kumtoa mwili wa marehemu. Lakini dodosa maalumu niliyoipata ni kwamba kijana huyu alikuwa anafujwa muda mrefu na mama yake. Unaona. Sasa sikupata wasaa kuwasiliana na mama yake kwamba labda ulishawahi kumchukulia hatua au kumfikisha sehemu husika, sikupata. Ila taarifa niliyoipata leo ni ya msiba. Tumeipokea kwa uchungu sana, maana familia yetu tulikuwa na wababa wengi sana, walishafariki wote, wamebaki mmoja. Ni tayari kwa mara ya kwanza tukio lililojitokeza hili la kuchinjwa dada yetu na mtoto ni kitendo kilichoumiza familia sana, maana ni jambo zito. Maliza kufua nikasikia wangi wa kwanza. Unajua kauli ya yani ile sauti ya kwanza haraka huwezi jua ni wapi. Ya pili nikasema mbona inatokea hapa? Nikatoka kutoka na kanyaga hapo uwanjani kwake, namuona sana yeye yuko mlangoni pale. Kweli nimeona mama yuko chini, anatoka sasa yeye ana kisu chake amekishikilia na kisu kina damu. Kweli kwenye ile hali aliyotoka nayo sikusubutu kuendelea aidha kumuuliza ni kitu gani. Kwanza moja kwa moja ukimwona mtu anakutokea na kisu utauliza. Nikatoka katika hali ya kutoka sana kimbia ili hata tupige wangi, tukapishana na mwenzangu na yeye, nikaanguka hapa na mali nimeupigiza huu mkono. Nilipoanguka hapa wenzangu wakapiga kelele huko chini, watu wakawa wametoka na mwenyekiti. Mtu wa kwanza nadhani kufika pale alikuwa ni mwenyekiti. Hali iliyoendelea tena baada ya hapo sikuijua. Zanadhani tukawa tumechanganyikiwa tu, ni kila mmoja analia anajikimbilia kivyake. Kweli mimi nilichokishuhudia ndo hicho. Kweli nimefika paka pale, nafika lakini naendo anatoka sasa ndani na kisu chake. Hajanitishia, lakini mimi niliogopa baada ya kuona kile kisu kina damu. Mimi nikawa nimeogopa na mimi nikakimbia. Na lengo la kukimbia hata nipige kelele angalau msaada upatikane. Na wakati huo mwili wa mama yake unautazama chini. Nimeona tu miguu, ila eneo lililoathirika sikuliona. Maana ile katika nilivyotokezea tu kweli nimeiona miguu na yeye amesimama mlangoni, mlango ukiwa wazi. Lakini ile hali aliyotoka nayo ndio ilionisababisha mimi nisiweze kuendelea tena kuzidi kusogea kule alipo. Kwanza mimi nikaona nijihami hata mimi mwenyewe nikimbie. Kwa sababu mtu ukishafanya tukio kama lile, huwezi kujua panic atakaye kuwa nayo anakuijiaje wewe. Na mimi nikakimbia, kukimbia kweli nikafika hapa nikaanguka. Na leta ningepata akili ya kusema hawa labda yani anijeruhi hata mimi. Kweli hata mimi angenikuta hapa. Hata kama kuua na mimi ningeuliwa nikiwa hapa chini. Na bila shaka nadhani kama alitoka uwanjani zaidi hata mimi angenikuta, na nadhani hata kama atakuwa aliniona. Kwa sababu ile pressure niliyotoka nao na ule mshtuko nikapigiza kweli hapa. Mwenzangu naenda akatoka sasa kaendeleza kupiga kelele huko chini ili msaada upatikane. Kwa hawana mahusiano mazuri na mama yake. Mara kwa mara huwa wanagombana na mama yake, mara kwa mara wanagombana na mama yake. Ila sasa katika kitu anachogombana na mama yake huwezi kuelewa, lakini mtu ambaye kwa kweli kijamii muonekano mzuri hana. Mimi ni Abu Shabani, mdogo wake na marehemu. Huyu mtoto wa marehemu, mgogoro ni siku nyingi, sio leo. Na mpaka hata tukakaa kifamilia kwamba huyu kijana tumpeleke kwanza aende magereza. Sawa, sio leo. Ni kama tuseme ni miaka yote ni mgogoro huko tu yeye na mamake. Cha msingi anataka amtoe mamake hapa ili yeye aishi hapa. Na alishamfukuza hata mamake akamwambia ondoka hapa, hii nyumba ni umetutengenezea sisi. Ni mtoto wa 3. Kwa kweli kwa taarifa za jana mimi sikuwa na taarifa yoyote. Na hivi tunapoongea mimi na wewe, mimi nimepigiwa, nilikuwa makao makuu ya CCM mkoa. Leo hii tulikuwa na kikao kule. Taarifa zimenikuta kule. Kwa hiyo kilichoendelea kuanzia juzi, jana, leo sikuwa na taarifa nacho. Nimepata taarifa ya msimba kwamba kachinjwa. Ndio nilichopata kuanzia asubuhi. Kwa mizunguko yote ndani ya kata zote, watu kwa asilimia kubwa vijana wote ambao hawana kazi yoyote kujishughulisha kwa chochote ni wavuta bangi.
wana magenge yao mbalimbali, maeneo mbalimbali ya kuvuta bangi. Lakini sasa ukiangalia katika kukemea ile hali, bado tu hawa vijana hawasikii kitu. Vijana wengi kwa asilimia kubwa ni wavuta bangi wala mirungi. Mirungi sasa hivi inaliwa tu hadharani tu kila mahali. Watu tunaona kwa macho, sio vitu vya kuficha ficha. Mimi jambo la kwanza niwape pole kwa hili tukio ambalo limetokea. Najua jamii imeshtushwa na hili tukio. Niwape pole sana, hasa kwa familia pia nao nawapa pole. Lakini vile vile ningeombeni sana wananchi, niwakumbushe sisi kama jamii tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba kwenye maeneo yetu tunakuwa salama. Tuanze kwanza kwa kukataa matukio ya kihalifu yanayotokea kwenye maeneo yetu. Kila mtu ana wajibu. Yaani usiseme hili ni la fulani, naye fulani akasema hili ni la fulani, na mwingine akasema hili ni la polisi. Madhara yakija yanakuja kwenye jamii. Kwa hiyo niwaombe sana sisi tukatae matukio ya kihalifu. Matukio haya yanayotokea ni mkusanyiko wa mambo yale madogo madogo yaliyokuwa yakitokea, baadaye yanakuja yanaleta madhara. Sisi wote tushirikiane, tukatae vitendo vya uhalifu, masuala ya ulevi wa kupindukia, masuala ya uuzaji wa dawa za kulevya. Naomba tuanze kukataa kuanzia ngazi ya kitongoji. Sawa? Mimi na polisi kata wangu tutahakikisha tutengeneze mifumo. Sawa? Kuanzia huku chini huku. Kataa uhalifu. Nyumba yote inayouza bangi, sisi wananchi ndio tuanze kuikataa, kwamba wewe sisi hapa uendani na sisi, ama utafute mbinu nyingine ya kuishi, ama uende jela, uchague mawili. Tumeelewana? Basi naomba niwape pole sana kwa hayo machache, lakini tutaendelea. Mimi tutakaa na viongozi tuone jinsi gani ya kuweza kudhibiti hivi vitendo ambavyo sasa vimekuwa vimezidi. Sawa? Nafikiri mnasikia. Juzi kuna mauaji gengi yametokea. Jana na wapi huko mjini pale Babati. Sasa hivi vitendo lazima sisi kama jamii tuvikatae.